Ni kisa ambacho kimekuwa kikiongelewa sana kwenye nyanja za siasa na pia kwenye vyombo vya habari kutokea kilipochipuka. Kisa kumhusisha mfanyabiashara Njeri ambaye alitajwa katika skando ya wizi wa shilingi bilioni 17. Ila kwa sasa majina ya wafanyakazi na wafanyabiashara wakubwa katika serikali ya William Ruto na ambao wamekuwa katika serikali nyingi hapa nchini Kenya yameweza kutajwa katika kisa hiki. Now the name of Harun Mwau, the controversial Mount Kenya billionaire, has been dragged into the contentious 17 billion oil scandal. The UDA politician and former Kitutu Masaba North Member of Parliament aspirant Don Bosco Gichana and President William Ruto's friend went ahead to speak about it. The UDA politician and former Kitutu Member of Parliament, the controversial politician allied to the United Democratic Alliance UDA, Bosco Gichana started controversy by implicating 2 billionaires and 2 businessmen in the purported 17 billion oil scandal. The multi-billion oil shipment, which has been the center of dispute, is claimed by a little-known self-proclaimed business woman Njeri. In a tweet on Wednesday, Gichana alleged former Kilome Member of Parliament Harun Mwau and entrepreneur Humphrey Kariuki were behind the scandal, which has been making headlines since last week. Now, reading on what the guy said, Humphrey Kariuki is equal to 17 billion fuel imported. If Njeri is associated with the Harun Mwau, I can, without blink of an eye, say the person behind the fuel and does fuel business in is Dalbit Petroleum, owned by Humphrey Kariuki, associated with Harun Mwau. Dealt in illegal substance also, Gichana alleged, made without adducing evidence. Now, getting to the whole story, he says if Njeri is associated with the Harun Mwau. I bet if you are a person who is interested into Kenyan politics and Kenyan history in regards to politics, you have heard the name of Harun Mwau several times. This is not the first time. And the name of billionaire businessman Humphrey Kariuki also is not the first time that you have heard of his name, because it has been claimed several times that this billionaire is the man who was behind Ruto's funding during the election period and the election period of 2022. Taarifa zinatuarifu ya kwamba hawa ndio walihusika katika skandal yote nzima ya mafuta. Now, his remarks comes barely a day after UDA Secretary General Cleophas Malala dragged Azimio leader Raila Odinga and former President Uhuru Kenyatta into the saga, claiming they have interest in the consignment. Speaking to the press on Tuesday, Malala suggested that the funds used to procure the oil consignment might have been siphoned from public coffers during the handshake period. He said the Kenya fuel sector cannot be controlled by two families. We must break the monopoly, and therefore Uhuru and Raila must declare their interest in the fuel debate, he said. Earlier on, Raila as well as Busia Senator Okiya Omtata said they suspected Energy and Petroleum Cabinet Secretary Davis Chirchir and his Treasury counterpart Njuguna Ndung'u were behind the scandal. Sasa tukizamia katika kisa chote kizima na kulingana na taarifa ambazo tunazo kwa sasa, majina mengi yametajwa, na kati ya majina ambayo yametajwa kuhusika katika kisa hiki cha wizi wa shilingi bilioni 17, Njeri alidai mafuta ni ya kwake, lakini taarifa zingine zikaja mkabala. Akasema ya kwamba wakati alikuwa katika mkutano na ambaye ni waziri wa mambo ya mafuta hapa nchini Kenya, ama waziri wa kawi Davis Chirchir, pale alimpata none other than mbunge wa eneo bunge la Kapseret na rafiki wa karibu sana wa Rais William Ruto, Oscar Sudi, akidai ya kwamba alikuwa ametumwa pale na ofisi kuu ambayo ni ofisi ya Rais William Ruto. Na kando na wawili akaja pale ni
Cleophas Malala akayataja majina mawili, ikiwemo ni jina la Raila Amolo Odinga na jina lake aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Na Uhuru alikuja juzi na kupata kuongea, na hapo ndipo wengi walidai ya kwamba mbona Uhuru anaongea na amekuwa mkimya kwa muda mrefu wote huu, ila kwa sababu ya hiki kisa cha mafuta ambayo yanasemekana yaliibiwa ya shilingi bilioni 17 ndio amepata nguvu za kutoka na kuongea kwenye mitandao ya kijamii na pia kwenye vyombo vya habari, na wengi wakadai ya kwamba ni kwa sababu anahusika kwa kiasi kikubwa na mafuta yale ambayo yamedaiwa kuibiwa. Na ukando na hayo, amekuja hapa Gichana ambaye ni mbunge wa UDA, amedai ya kwamba ambaye ni mfanyabiashara na mtu ambaye pia alikuwa mbunge na amefuatwa na scandals nyingi sana hapa nchini Kenya mpaka kuwafikia kupelekwa mahakamani enzi zake, yakidaiwa wakati ule kuhusishwa na biashara haramu ya dawa za kulevya. Harun Mwau, inasemekana mafuta ni yake, wakiwa na ambaye ni mfanyabiashara maarufu Humphrey Kariuki pia ambaye alikipitia sana. Huyu mtu, kama kuna mtu ambaye ana pesa hii nchi, ni Humphrey Kariuki. Humphrey Kariuki ni mmiliki wa duka kuu ambalo lipo eneo la Karen linalotambulikana kama Karen Mall. Kama unaitambua Karen Mall, hiyo ni mjengo wake Humphrey Kariuki. He is a multi-billionaire na inadaiwa pia katika siasa za mwaka 2022 alicheza nafasi kubwa sana za kuweza kufadhili siasa zake William Ruto ndipo aweze kuwa rais, na ndege ambazo Ruto nyingi alikuwa akizitumia zilikuwa ni zake Humphrey Kariuki. Story inaendelea kukuja na visa tofauti kila kukicha, na mambo yanaendelea kutajwa kila kukicha, ila sisi tutakuwa hapa kuendelea kukupasha juu ya kile ambacho kinajiri kulingana na skando yote nzima ya mafuta. Hii ni FM Show KE, usibanduke, kita kambi, tuko hapa kwa ajili yako. Tuungane kwenye video zetu zijazo.